Kitabu cha Mathayo 6:1 yake kuteremka. Nasoma kitabu cha Mtakatifu Mathayo Teremka. 6:1 yake inasema, Ndio. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Sasa tunaanza na wema. Kama auendanga kanisa kwa kujua wema itakuwa ngumu. Lakini wewe mwenyewe unaenda kanisani unaanza kutendea watu wema. Wanakupa shauri. Tunakushauria usifanye nini? Usifanye wema wenu machoni pa watu. Usifanye wema wenu machoni pa watu. Kusudi mtazamwe na wao. Usifanye wema machoni pa watu kusudi utazamwe na wale watu waone venye wewe unatenda wema. Kwa maana mkifanya kama hayo, Kwa maana ukifanya wema machoni pa watu kusudi watu kukutazama waanze kukusifia, apate thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. hawezi pata jibu au malipo kwa Mungu wetu mwenye aliye juu mbinguni. Kama unatenda wema kwa kutazamwa na watu, acha mimi nitende wema kusudi nisifiwe na watu. Acha mimi nitende wema kusudi mtu anisifie, hapana. Wewe usitende vile. Kama ni kufanya wema, fanya wema polepole, kwa nia moja, kwa moyo moja, na kwa upendo na kwa upole, kisha unyamaze. Ile ingine achia nani? Achia Mungu atakushughulikia. Usianze nilimsaidia, nilimfanyia hivi, mimi ndio nilimuunganishia hiyo kazi, mimi ndio kama sio mimi. Usianze vile. Tenda wema wako kwa ufiche au kwa siri au kwa upole, yani pole pole. Ni wewe na yule mtu mwenyewe unatendea wema peke yake, na mnanyamaza, mnaenda shughuli zenu. Ile nyingine mnafanya nini? Mnaachia Mungu. Soma. Mimi nasema, Ndio. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako. Sasa watu wanatoa sadaka, wanaanza kutangaza, mimi nimetoa sadaka, nilitoa hivi na hivi, mimi natoa sadaka, wewe usikosane kutoa sadaka. Wanaanza kupiga pande mbele zao hivi na hivi. Wanasema usifanye vile. Kama unatoa sadaka, toa na unyamaze. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako. Wewe kama unatoa sadaka, usianze kupiga panda mbele yako, usianze kutangazia watu, usianze kujigamba mbele ya watu, usianze kuiweka hadharani. Kama wanafiki wanaofanya katika wale wanafiki wanafanyanga vile, wale Mafarisayo ndio wanafanyanga vile. Wanatoa sadaka alafu wanaanza kujionyeshana mbele ya watu kusudi watu waanze kuwasifia. Nyinyi kama vile mnavyofanya, msifanye hivyo, kwa sababu nyinyi ni watu wa Kristo, nyinyi ni watu wa Mungu, nyinyi ni watu wa neno la Roho. Kama wewe unatoa sadaka, itoe kwa siri, usipige pande mbili mbele yako. Nitarudia. Soma hapa. Kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani ili watukuzwe na watu. Wanafiki wanafanya hivyo ndani ya masinagogi kusudi waanze kutukuzwa na watu, waanze kusifiwa na watu. Au yeye ndiye anatoanga sadaka, anasifiwa na pasi. Wewe ndiye anatoanga sadaka mingi, wewe mwenyewe utoangi mingi, hauonekani wala hausifi. Kwa sababu ya nini? Hiyo si ya Mungu. Ya Mungu kumbe ni kutoa kwa siri, kisha Mungu aliye sirini atakujibu katika siri. Sema amina. Amina. Twende. 3 nasema, Ndio. Amina waambieni. Muamini yeye, Yesu anawaambia. Wamekwisha kupata thawabu yao. Wenyewe wanafanya vile, wameshapata thawabu yao, washapata majibu yao. So, wasitarajie kama Mungu atakutanga kuwalipa. Jua anasemanga mimi natoa sadaka, natoa tu kwa hiari. Mungu anasema utoe kwa moyo mmoja. Mkono utoapo ndio ufanya nini? Ubarikiwao. Mkono mwenyewe unatoa ndio unabariki, lakini wao wanatoa kisha wanaanza kutangaza. Kumaanisha wanafanya kazi bure, washapata thawabu yao tayari. Wasitarajie thawabu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Soma twende. Bali wewe utoapo sadaka, Wewe unapotoa sadaka, mtoto wa Mungu, hata mkono wako wa kushoto usijue fanyalo mkono kama wako unatoa wa kuume. sadaka, uhakikishe mkono wa kushoto usijue chenyewe mkono wa kulia unafanya nini? Unafanya. Kumbe kama unatoa, ficha huu mkono wa kushoto. Mkono wa kulia ndio uingie kwa mfuko ufanye nini? Utoe sadaka. Sema amen. Amina. Mimi sijui kama mkono inakuanga na akili na macho ya kuona hii mkono wa kushoto. Kwa nini unatoa sadaka mingi hivyo? Mimi sijui kama ile mkono wa kushoto inakuanga na macho ya kuona. Kwa sababu wanasema kama unatoa sadaka, hakikisha mkono wa kushoto usijue ufanyalo mkono wa nini? Wa kulia. Soma.
sadaka yako iwe kwa siri. Aseme sadaka yako wewe mtu wa Mungu iwe kwa siri, itoe kwa siri, usiitoe wazi wazi. Nani mwenye alikwambia sadaka unatoanga wazi pale mbele? Nani mwenye alikwambianga wanaweka pale kikapu unaenda unatoa? Si pale unatoa wazi. Sasa na kwa siri unatoaje? Pale unatoa wazi, lakini unasema unapotoa sadaka yako uitoe kwa siri. Alafu na baba yako aonayo sirini atakujaza. Na baba mwenyewe kwa siri, yeye anatembea katika siri. Mungu wetu ni siri. Sema amena. Amina. Mungu aliye sirini atakujazia, atakujaza yani kwa siri, kwa wazi yani. So, tena msalipo. Asema mtu aliuliza. Mtu. Kwa nini Petero aliambia Yesu utufundishe kuomba? Mimi nikauliza, je, kwanza wewe unajua kuomba? Kakosa jibu. Maana ya kuomba unajua? Kakosa jibu. Kumbe nilikuwa napenda mwenye swali angekuwa asikii venye ile mambo ilianza. Bali nyinyi msalipo, kumbe kulikuwa na swali. Kwa nini watu wanasali hivi na hivi na wewe Yesu unasali hivi? Ni swali ndani ya akili na mawazo ya watu, wakaamua kumuuliza Yesu, na sisi tutaombaje? Soma. 5 inasema. Ndio. Tena msalipo. Tena msalipo, watu wa Mungu, watoto wa Mungu, vifaranga vya Mungu. Msiwe kama wanafiki. Mnaposali, mnapoomba, msikuwe kama wanafiki. Munafiki ni mtu mbaya sana. Amina baba. Mtu mwenyewe kujionyesha, anapenda tu kujionyesha kwa kile kitu yeye anafanya, anapenda aonekane na watu. Lakini nyinyi watu wa Mungu, kama mnasimama kwa ajili ya kusali, msikuwe kama wale wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali kama wamesimama katika masinagogi. Wao wanafiki wanapenda kusali kama wamesimama ndani ya masinagogi na katika pembe za njia. Na katika pembe za njia, mtu anasimama katika njia anaanza kuomba. Pale kwa njia unaombea nani? Ili waonekane na watu. Kumbe kusudi yao tu ni waonekane na nani? Na watu. Yaani kile kitu wenyewe wanafanya, wanapenda waonekane tu na watu, kusudi watu wasifi. Hawataki Mungu aliye sirini awajibu. Wao wanataka wasifiwe na watu. Wao wanajuanga kuomba. Anaombeanga watu, anaombeanga taifa, anaombeanga serikali. Ndio zile sifa yeye anataka. Anapinduka, anaje kuwa malaika wa nuru, anaanza kuwa yule nani? Lucifero. Amina. Sema amina. Soma kwa watu. Amina, waambieni. Yesu nawaambia, wamekisha kupata jawabu yao. Wamekisha kupata jibu yao tayari. Wasitarajie jibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ama baba yetu. Bali wewe mtoto wa Mungu, wewe mtu wa Mungu, unaposali, bali wewe usalipo. Ingia katika chumba chako cha ndani. Asema uingie katika chumba chako cha ndani kabisa. Na ukisha kufunga mlango wako. Ukisha ingia katika chumba cha ndani, hakikisha umefanya nini? Umefunga mlango wako. Usali mbele za baba yako. Na unaanza juu kule kwa siri, kule kwa chumba cha ndani ndio kunapatikana baba yako. Baba yako hapatikani wazi hadharani, hapana. Juu Mungu anasema mnitafute mimi ingawa hata ni kwa kupapasa. Kumbe kwa kumpapasa utampapasia wapi? Kwa chumba cha ndani. Sema amina. Amina. Utaingia katika chumba cha ndani ndio utapatana na baba yako kule. Ndio anakuambia ukishaingia katika chumba cha ndani, hakikisha umefunga mlango. Alafu omba mbele ya baba yako. Kumbe kumaanisha baba yako atakuwa pale mbele na wewe unamuomba pale. Amina. Amina baba. So, na baba yenu anaye sirini atakujaza. Na baba yako mwenyewe anaona katika siri atakujaza. 7 inasema, nanyi mkiwa katika kusali. Na wakati unakuwa katika kusali, wewe mtoto wa Mungu, wewe mtu wa Mungu, lazima ukuwe tofauti na mataifa. Usijifananishe na mataifa wala usijilinganishe na mataifa, kwa sababu nyinyi si mataifa. Nyinyi ni Israeli. Sema amina. Amina. Ni wateule wa Mungu, wateule watakatifu. Bali nyinyi mnaposali, nanyi mkiwa katika kusali, ndio msipayuke kama watu wa mataifa. Msianze kusema Mungu Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba siku ya leo. Amina baba. Acha kujichosha bure.
Aje kujichosha bure kwa sababu hauombi Mungu mwenyewe huko mbali. Unaomba Mungu mwenyewe mko na yeye. Na kama mko na mtu si unapesha kuongea tu kama mtu kwa mtu. Sema amena. Amina. Ndio atakwambia wewe mtu wa Mungu unapoingia katika chumba cha ndani, funga mlango kisha omba baba yako aliye mbele yako, mbele ya baba yako. Kumaanisha kama unaenda mbele ya baba yako, unaanza kuomba tu kwa utaratibu. Usipayuke payuke kama vile mataifa wanapofanya nini? Hawafanya. Amina. Soma. Maana wao udhania kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Wanakuwa manabii wa Baali. Wakati walijilinganisha na Mungu wa Israeli, Mungu wa Eliya, basi wakasema tuombe Mungu tuone nani mwenye atafanya nini, atashusha moto. Manabii wa Baali wakaanza kuomba kwa masauti, wakipiga ngoma mandaramu, tum 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 tum, wakipiga mayowe, lele, wakipiga sarakasi, wakiruka huku na wakipindamu. Sema amena. Amina. Wakapiga kelele sana kusudi Mungu wao hawasikii. Hakuwasikie. Ikabidi wajikate mpaka na vyembe kusudi wasikie ile uchungu Mungu wao awahurumie. Hakuwahurumia kwa sababu haoni. Mungu wao ni kipofu. Sema amen. Amina. Wala Mungu wao ni kiziwi. Hata upaze sauti ya namna gani, haiwezi kukusikia. Hakuwasikia. So wewe mtu wa Mungu unaposali usipayuke sauti yako kubwa ndio Mungu akusikia pale. Mungu wetu ako karibu na wewe. Omba kwa utaratibu, Mungu atakusikia. Sema amen. Amina. Soma. Basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji. Msifanane na mataifa kwa sababu yeye Mungu baba yenu ni baba yenu. Amina. Ni baba ni mwenye anajua. Wakati mtoto anakuja mbele ya baba anamwambia baba, mimi nataka ufanye hivi na hivi na hivi, baba anasema ndio nitakufanyia. Sema amena. Amina. Hakujangi baba, mimi nataka unifanyie hivi na hivi, hata kufanyia kwa utaratibu. Ndio mtu anaendanga kwa Mungu. Kwa Mungu niliwaambia lazima utumie ujanja na uelevu sana. Enda polepole kwa unyenyekevu. Baba yako atakusikia na atakutendea kwa sababu ashajua chenye unahitaji. Soma. Ninarudia 8 inasema. Rudi ya papa. Basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji. Msifanane na mataifa kwa sababu baba yenu ashajua yenyewe mnahitaji. Wewe kama ushakuja hapa uko na hitaji yako fulani, moja fulani. Mungu ashajua huyu mtu ako na hitaji fulani. So atakuangalia je, venye unatembea na yeye Mungu, venye unafuata neno lake na venye unajua kuomba mbele zake. Yeye Mungu atakutendea. So, 9 inasema. ndio Basi nanyi msalipo basi ninyi salini hivi. aanze kupeana mfano wa kuomba. Mtu anakupea mfano wa kuomba, si utumie ile mfano. Mfano gani? Baba yetu uliye mbinguni. Asema. Hawaandiki pale uombe kwa sauti. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Hapana. Aseme aje papa. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye juu mbinguni, Jina lako litukuzwe. jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako Mapenzi yatimizwe. yako yatimizwe. Hapa duniani kama uko mbinguni. Hapa dunia kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utupelee riziki yetu. Tusamehe deni zetu. Utusamee madeni zetu. Kama sisi nasi tunavyosamehe wanadamu. Kama sisi tunavyosamee wadeni wetu. Na usitutie majaribuni. Usitutie majaribuni, Lakini tuokoe na yule mwovu. lakini utoke na yule muovu. Kwa ufalme ni wako. Kwa ufalme ni wako. Na nguvu. Na nguvu. Na utukufu hata milele. Amen. Unatoka mbele za Mungu. Sema amena. Amina. Mungu asha kusikia, asha kujibu. Lakini aseme wewe wakati unaomba, sali hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni. Sasa kama baba ako ndani ya mbingu, wewe unapata wapi ujasiri wa kupayuka? Unaita baba mwenyewe mbingu ya ngapi? Labda ako kwa mbingu ya 13. Sema amena. Amina. Kwa sababu inabidi upayuke kusudi asikie. Lakini baba yako mwenyewe ako ndani ya mbingu na mbingu iko na wewe, si lazima baba asikie kwa utaratibu, kwa upole. Lakini aseme, anafundisha, omba hivi, sali hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Si lazima ufundishwe jinsi ya kusali ile sala. Tukwambie maana ya Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa wao wanafundishwa tu sala ya baba. Tufundishe sala ya baba, sawa? Inasemanga hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, sema hivyo: Baba yetu uliye juu mbinguni, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe.
ndio sema amena. Haiko hivyo. Maana ya Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utakalo lifanyike. Sema amen. Amina. Soma kupatweni. 14 nasema. Ndio. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao. Kwa sababu wewe unaomba Baba yetu aliye juu mbinguni na haujui kusameheana kwanza. Wewe mtu anakukosea, unamkasirikia miaka naenda miaka rudi. Hautakani kukutana na yeye, salamu huwezi msalimia. Akikupigia simu hata huwezi pokea. Unasema huyu tulikosananga na yeye. Unaenda ukitangazia watu huyu tulipitananga na yeye wale wananga. Wewe si mtu wa Mungu. Sema amena. Mtu wa Mungu ni kusamehe makosa. Kisha unaenda kwa Baba, unamuomba sala la Baba. Lakini kama usameani, sala la Baba halina kazi kwako. Hawezi omba Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupelee riziki zetu, utuyasamehe makosa yetu. Wewe usameheanangi. Amina Papa. Sasa utaombaje? Kumbe kumaanisha hauna akili kwanza. Hauna maarifa ya Mungu. Haumjui Mungu, haujui maana yenyewe inakupeleka kwa kanisa. Wewe mtu unaenda kanisa kila Sunday, kila Jumapili, lakini hauwezi samehe mwenzako. Mwenzako anakukosea, huwezi msamehe, unambeba, unamumeza, unatembea na watu. Wakikufungua moyo wako hivi umejaza maadui ndani. Wewe umepanga maadui 1, 2, 3, 4. Unatembea watu na wao. Unajibebesha mizigo mizito yenye siku moja itakuja kukulemea. Sema amen. Amina. Wewe mtu wa Mungu anasema si usameane. Kama vile baba anavyosamea wana. Kama vile Mungu alivyotusamea na sisi. Si wewe usameane basi. Sasa kosa tu moja ushafuria mtu. Unashinda usiku mzima na mchana mzima. Siku baada ya siku wewe umefuranga tu. Nilikoseranga naye, alinikoseanga. Hapana, wewe si mtu wa Mungu. Unapaswa kwanza kujirekebisha. Urudi nyuma kwanza, ujirekebishe. Sema amen. Amina. Wewe mtu wa Mungu utakali na hasira. Hausameani makosa. Na wewe unakoseananga. So kama wewe unakoseananga, na wewe unataka usamehewe na wewe usameananga. Kukwenda hivi. Soma Papa twende. Nitarudia 14. Ndio. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Mkiwasamehe mko watu wa rehema, watu wa msamaha. Mkisamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. ndio sasa Mungu Baba yetu mwenyewe kwa mbinguni ataanza kuwasamehe. Kama wewe usameheanga au usameheani makosa, jua hauwezi pata rehema kwa nani? Kwa Mungu. Kama wewe huwezi samehe mtu mwenyewe unakaa tu na yeye, jirani yako amesha kukosea, unambeba tu, hakuna hata salamu. Mnaishi ploti moja lakini hamwezi salimiana. Juu ya nini? Mlipigania sijui maji ama sijui mlifanyana nini pale, mnaanza kelele na mnakosana mpaka ile siku yenyewe mtaamanga kwa hiyo ploti na milele. Nawaambia ipo siku utatamani kumtafuta yule mtu umuombe msamaha, kwa sababu hii andiko yenyewe inasema, Baba yangu nisamehe kama mimi ninavyosamehe wenzako. Utamtafutana. Uniulize mimi nitakwambia. Sema amena. Hiyo kanisa ni kanisa ya kweli, haiko kanisa ya michezo, haiko kanisa ya mizaa. Ndio kwa sababu nilisimamanga hapa nikasema siku moja, mtu wa hii kanisa, jihadhari sana usikuwa unakosea watu. Jihadhari sana usikuwa unakosea watu. Kwa sababu katika kukosea watu, kuna ile siku yenyewe utasimamanga, unataka Mungu akutendea, hata kutendeanga. Atakukumbusha, enda utafute mtu fulani. Hamukuelewananga na yeye. Utampata wapi? Yesu aseme, wakati unakuja kutoa sadaka yako na huku umeacha umekosana na ndugu yako, ile sadaka hautaitoa. Uiache pale kwa madhabahu, uende mpaka upatane na yule ndugu yako, umwombe msamaha, ndio ukuje utoe ile sadaka. Ndio ile mambo yenyewe nakuambia. Kuwa mtu wa rehema, mtu wa msamaha, mtu mwenyewe unajua kusamehe watu. Hakuna kosa kubwa na kosa ndogo. Makosa yote ni sawa sawa, lakini chenye tunahitaji tu ni nini? Msamaha na rehema. Sema amena. Unasamehe kwa sababu wewe kuna siku yenyewe utasimama mbele ya Mungu kwa ajili ya kuomba rehema na msamaha. Na usipe mtu wa kukosea watu, wewe mtu wa Mungu. Soma twende. Kwa maana mkisamea watu makosa yao, Kwa maana mkisamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. na Baba yenu mwenyewe kwa ndani ya mbingu atawasamehe na nyinyi. Bali msipowasamehe watu makosa Sasa msipowasamehe
makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe. baba yako hawezi kukusamehe. Ndio nakwambia, kwa mtu wa kusamehe watu ndio Mungu atakusamehe, na ile andiko uishike vizuri. Soma twende. Tena mfungapo, Nikauliza swali, sasa wakati unafunga, mtu anapaswa kufunga aje? Ni kwa kushurutishwa au ni kwa kujitolea? Jibu ndio hili. msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana. Wakati unafunga, usikuwe mtu munafiki, mtu wa masinagogi, wale mafarisayo na masadukayo na waandishi na wakuu wa makuhani wanafanya aje? Maana hujiumbua nyuso zao. Wanakunjamana nyuso zao kwa sababu wamefunga. Wanakunjamana na nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. wao haja yao nimewambia ni kuonekana tu na watu. Ili waonekane na watu kufanya nini? Kuwa wanafunga. Juu kila mtu ajue tu mtu fulani amefunga. Papa amefunga. Mama amefunga. Akuli yako kwa maombi. Au usikue mtu wa vile. Juu ile utakuwa unaomba wazi au unaomba kwa sauti au umefunga kusudi watu wakuone. Wewe ndio unajua kufunga sana. Ndio sababu unasikia kwa matiko watu sisi tutafunga, tunaanza leo na tumeanza, tuko ndani ya kifungo, tuko katika mlima. Wanajisumbua bure. Mungu hataki vile. Kama unafunga mtu asijue, labda mtu mwenye atakupikianga ndio ataona, ndio utamwambia mimi usinihesabu, sitakula chakula siku kadhaa siku fulani. Lakini kule nje, usikunje uso wala usijioneshane mbele ya watu ati unajua kufunga ama unafunga. Funga kwa siri, fanya kazi yako salama, Mungu atakusikia. Soma. Amini nawaambia. Amini Yesu anawaambia. Wamekwisha kupata thawabu yao. Washapata thawabu yao. Ile yenyewe wanataka wafunge kusudi wasikiwe na Mungu au wajibiwe na Mungu. Kama wanafanya tu ile mambo wazi hadharani, washapata thawabu yao. Wasingojee tena thawabu kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Soma. Bali wewe ufungapo, wakati unafunga, jipake mafuta kichwani. Aseme nawa kwanza, jipake mafuta kichwani. Aseme jipake mafuta kichwani. Unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga. Kuwa sawasawa na watu, wasianze kukubagua, huyu amefunga. Hapana. Hata kwa kuonekana kwako tu washajua huyu amefunga. Juu ya nini umekuja maana uso? Juu ya nini unaenda ukiwa mlegevu, juu ya njaa imekupiga sana, umechoka sana? Hapana. Kaa study. Kaa mwenye sura mzuri, mwenye na meremeta katika sura, ujipake mafuta, unafanana na wale wengine, wasijue kama wewe umefunga ama ulifunga. Huko tuna wao vile vile, na mnaendelea tu na mambo yenu kawaida. Wakati unarudi kwa nyumba ndio unaingia kwa kufanya nini? Kufanya kazi ya Mungu. Sema amena. Amina. Soma. Ila na baba yako aliye sirini, na baba yako aonaye sirini. Baba mwenye ako siri na baba mwenye anaona katika siri atakujaza. Twende tu. Msijiwekee hazina duniani. Aseme nondo na kutu. Wewe mtu wa Mungu usianze kujiwekea hazina duniani ambapo nondo na kutu vyaribipo. Na wezi huvunja na kuiba. Na wezi wanavunja, wanaiba. Bali jiwekeni. Wezi na yako unekaje duniani? Wezi na yako utekaje dunia? Kwa dunia hazina yako iko hapo duniani. Si hazina yako usiweke mbinguni kwa Baba. So, bali jiwekeni hazina mbinguni. Jiwekeni hazina mbinguni. Kusikoharibika kitu. Kule mbinguni kuharibikangi kitu. Kama unaweka hazina ndani ya mbingu kuharibikangi kitu. Wala wevi hawavunji wala. Wevi hawavunji wala hawaibi. Wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo. Waseme pale hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa hapo na moyo wako. Ndio moyo wako uko pale. Kama hazina yako iko kwa dunia, moyo wako lazima iko tu kwa dunia. Ndio sababu Mungu anapenda hazina yako uiweke wapi? Mbinguni. Pahali ambapo nondo na kutu haviwezi haribu, wala mwizi hawezi ingia kwa ajili ya kufanya nini? Kuiba. Aseme pahali ambapo kuna ile mali yako ama hazina yako iko duniani, ndio pale ambapo moyo wako uko. Kama hazina yako itakuwa mbinguni, moyo wako utakuwa wapi? Mbinguni. Na ndio sasa kama moyo wako iko mbinguni, ndio utaomba Baba yetu uliye juu mbinguni na Mungu atakusikia. Sasa wewe unaenda kuomba Baba yangu uliye juu mbinguni na moyo wako uko duniani, hamwezi elewana wala hamwezi kupatana. Sema amena. Amina.
Wewe unaombaje baba yangu aliye juu mbinguni? Yeye Mungu anasema moyo wako uweke mbinguni. Wewe moyo wako uko duniani. Na unataka uombe baba mwenye ako mbinguni akusikie, hawezi kukusikia kwa sababu moyo wako uko wapi? Duniani. Pale ambapo hazina yako iko. Hazina ya mtu wa Mungu anaiwekanga wapi? Mbinguni. So, taa ya mwili ni jicho. aseme taa ya mwili ni nini? Ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi. Kama wasema taa ya mwili ni jicho. Nikupe mfano wa pikipiki. Ile pikipiki ile taa ndio jicho yake. Kama ni usiku ile pikipiki haiwezi enda mpaka ile jicho ifanye kazi. Sema amena. Mpaka waashe taa. Wakiasha taa ndio itamulikia ile pikipiki, ndio driver ataona pale penye anafanya nini? Anaenda. Na ile taa pale mbele ukipaka matope iko nyeusi, ile taa haiwezi ona wala ile pikipiki haiwezi enda kwa sababu utaona inaenda kando ya barabara na itajikwa itaanguka. Sema amena. Ndivyo alivyo mwanadamu. Aseme Mungu, jicho lako ni taa ya mwili wako. So jicho likiwa taa ya mwili ni jicho. taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi. Jicho lako likiwa safi, Mwili wako wote utakuwa na mwili wako utakuwa na nuru. itakuwa na nuru, itakuwa na mwanga. Kama jicho lako litakuwa safi, mwili wako itakuwa na nini? Na nuru. Nitawafundishanga maana ya jicho. Sema amen. Amina. Soma tuende. Lakini jicho lako likiwa bovu, Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. mwili wako utakuwa na giza. Hautakuwa unaona, mwili hauna nuru, hauna mwangaza. Ni mwili giza. Unaanza kuwa mtu wa giza, mtu wa usiku. Sema amen. Amina. Na tulisema usiku ni nini? Giza ni nini? So kama jicho lako ni bovu, unaanza kuwa mtu wa giza. Juu mwili wako itajaa giza. Na kama mwili wako unajaa giza, utakuwa nini? Utakuwa usiku. Soma twende. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza. Sasa kama ile nuru, juu ulikuwa na nuru, giza linaanza kuingia ndani ya nini? Ndani ya mwili au ndani ya nuru. Hiyo si giza kabisa. So, Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. tunakuja tena. Hakuna mtu awezaye kutumikia nini? Mabwana wawili. Hauwezi kuwa na mabwana wawili kwa hii dunia. Awe mtu wa Mungu, ni sharti uchague bwana mmoja. Hauwezi kuwa na mabwana wawili kwa sababu utapenda bwana mmoja na utachukia bwana mwingine. Sema amena. Amina baba. Kuwa na bwana mmoja. So, Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. hakuna mtu mwenye anaweza kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na Kwa sababu kuna mmoja mwenye atakuwa mzuri sana kuliko yule mwingine. Au utapata kwa hao wawili kuna mmoja kuna udhaifu fulani na wewe upendangi ile udhaifu, utaanza kumchukia na unapenda huyu mwenye kwa afadhali. Na pale utakuwa unamkosea Mungu. Kwa sababu kama ni kutumikia mabwana wawili, uwapende sawa sawa vile unavyopenda huyu, umpende huyu. Lakini kwa sababu wewe mwanadamu hauwezi fanya hivyo, lazima utampenda mmoja. Hiyo ni lazima, ni sharti. Utapenda bwana mmoja na utamchukia bwana mmoja. Sema amena. Amina. Sasa wanakuarifu wewe mtu wa Mungu, usikuwe na mabwana wawili, kuwa na bwana mmoja. Kwa nini? Twende. ama utashikamana na huyu na kumdharau. Ama utaanza kama uko na mabwana wawili, utaanza kushikamana na huyu sana. Akikwambia tuende unaenda. Akikwambia tuende huku unaenda huku, unamwacha huyu. Huyu akikwambia tuende unamwambia pana leo si yuko tayari. Ama leo sina nafasi. Sema amena. Amina. Mungu anakuambia fuata mafundisho, utake kufuata mafundisho. Fuata neno la Mungu, utake kufuata neno la Mungu. Lakini juu ya nini uko na bwana mwingine? Yule bwana mwingine anakuambia si tuende kazi, unaenda kazi. Si tuende kibarua. Ndio mabwana wawili. Sema amena. Amina. Twende. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Ndio vile sasa. Wale mabwana ndio Mungu na mali. Hauwezi tumikia Mungu na ukatumikia mali. Kwa nini? Kwa sababu hiyo niwaambieni, Kwa sababu hiyo sasa tunawaambia, msisumbukie maisha yenu. usianze kusumbukia. Oh papa, mimi sikuweza kufika kwa kanisa kwa sababu ya nini? Niliona niende kazi, nilitiwa kibarua. So kama singeenda ile kibarua, ningefutwa kazi. Haumwamini Mungu, hauna imani na Mungu. Wewe unaamini sana dunia. Juu ya nini usikose kukuja kazi?
Usikose kwenda kazi, uende kwa kanisa, uende kumwabudu Mungu haki na kweli. Uone kama hata kujazia. Aseme wewe mwenyewe unaomba, ukiomba nitakujaza. So, kama wewe unamwamini Mungu wako sana, kumaanisha umwamini Mungu. Juu kama unaogopa ati Sunday siwezi enda kwa kanisa kwa sababu walisema watu wenyewe wataenda Sunday watafutwa kazi, au muamini Mungu wako, haujajua ni nini yenyewe unafanya kwa kanisa. Kwa sababu Mungu ni Mungu, anaangalianga ndani ya moyo. Anaangalia hapana, huyu alijitolea, aliacha kazi, akamweli afutwe ili aniabudu mimi. Basi na mimi sitamwacha. Utapata mazuri kwa Mungu. Sema amena. Amena. Lakini jua huna ile imani. Imani yako iko katika dunia au moyo wako uko katika dunia. Ndio aseme, pale umeweka hazina yako, pale ndio kuna hazina yako. Kule kwenye unafanya kazi, kule ndio umeweka sasa hazina yako yote. Kama si hii kazi, mimi sitaishi Nairobi. Kama si hii kazi, sita survive. Itakuwa maisha magumu. Hazina yako iko pale. Eka hazina yako kwa Mungu. Hapa nondo zinaweza haribu. Mtu mwingine anaweza kukuja kukuchonganisha na yule bosi wako. Akakwambia, ule mtu afanyanga hivi na hivi, anakuwa mtu mbaya, unafutwa kazi. Nondo zimeharibu. Zimekula nafanya nini? Na kuharibu. Lakini kama unaweka hazina yako mbinguni, pale ambapo hakuna nondo, hakuna kutu viharibu, wala hakuna mwezi anaweza iba, pale Mungu yeye atakujaza. Kwa sababu ya nini? Pale hakuna mwenye atakuchonganisha na Mungu, hakuna mwenye atakusingizia, atakupelekea vitina. Sema amena. Sasa faida gani ukose kukuja kazi, ukose kuenda kanisa, uende kazi? Juu ya nini? Utafutwa Sunday. Alafu within a short of time mtu anakuja kukuchonganisha na yule bosi wake, unafutwa kazi. Si Mungu atakuona mpumbavu? Kwa sababu uliogopa ati usiende Sunday. Uende Sunday, uache Mungu, ndio usifutwe kazi. Na Mungu anasema ni sawa tu. Adui anakukujia tu, Mungu atakutolea ule ulinzi wako. Watu wanakuja wanakuchonganisha na yule boss, unafutwa kazi Tuesday na ulienda kazi Sunday. Maana yake ilikuwa nini? Ulimwacha Mungu bure. Juu ya nini? Hazina yako umeiweka duniani, na ndio pale moyo wako huko. Moyo wako hauyuko kwa Mungu. Sema amen. Wewe mtu wa Mungu, usitazamie sana mambo ya dunia. Eka Mungu mbele kwanza, naye Mungu atatembea na wewe vizuri. Utakosa leo, kesho utapata. Utakosa kesho, kesho kuto utapata. Sema amen. Hii msimu utahangaika, ile msimu mwingine itakuwa ni yako. Usijipe moyo, ujipe imani. Sema mimi natembea na Mungu sawa sawa na vile anavyoniagiza. Sitamwachanga. Licha nitapitia majaribu ya aina gani, licha nitapitia mateso ya aina gani, sitamwacha Mungu wala sitamkufuru Mungu. Nitasimama tu na huyu Mungu juu mimi namtambua. Lakini unakosa imani na Mungu, unakuwa na imani na watu na vitu za dunia, na asidi nzuri, Mungu atakasirika na wewe. Soma, msisumbukie maisha yenu. Asema usisumbukie maisha yenu. Maisha yangu mimi nitakuanga aje? Sasa nitaishi tu Nairobi, sina kakitu, ninapata tu pesa ninakula. Wewe akili yako tu ile mambo mengi yenyewe inawaza ni maisha yako tu. Hauwazi mambo kuhusu Mungu wako. Mungu muumbaji wako unamwazia nini? Wewe akili yako umejaza tu nini? Venye utaishi vizuri, venye utafurahia katika hii dunia. So, mle nini au mle? Nitakula nini? Kesho tutakula nini? Next week kazi inaisha, tutakula nini? Wala mwili yenu mvae nini? Nguo zangu zimeisha, nitakuwa navaa nini? Sina pesa hata ya kununua nguo. Soma twende. Maisha je, si zaidi ya chakula? Sasa sema hii maisha, suombe Mungu. Wewe unajuaje? Unaanza kusumbukia kesho. Kesho nitakula nini? Wewe unajua kama utafika ile kesho? Na mwili zaidi ya mavazi. Unajua kama utafika kesho? Wewe unaanza kupanga mambo ya future yako. Unaanza kupanga venye utavaa kesho. Unaanza kupanga venye utakula kesho. Unaanza kupanga venye utafanya kazi kabisa. Mimi sitafutwanga, mimi napendwa na bosi. Wewe unajua kama utaamuka kesho? Maisha si bora ya chakula, si zaidi ya chakula, si zaidi ya mavazi. Usumbukie kwanza maisha. Jua anasema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Faida gani ukufe? Juu ya nini unakufa? Kwa sababu wewe unazingatia tu mambo ya mwili, hauzingatii mambo ya afya au uzima wako, hauzingatii. Haujui kama utakufa ama utaishi. Siwezi kuuliza Mungu, mimi naomba unilinde hai kusudi nitimize na zile zangu zote zenye niliyapanga. Ile ombi Mungu anaisikianga haraka. Huyu anataka kutimiza ahadi yake. Basi acha tu nimlinde hai, acha nimpe uzima, acha nimpe uhai na Mungu anakulinda. Lakini wewe unasumbukia tu nitakula nini wala nitavaa nini. Hausumbuki maisha nitaishi aje. Nitaishi
Mungu usikubali nikaangamie mapema. Mungu usikubali wachawi waniue mapema. Mungu usikubali nitoweke kwa hii dunia mapema. Mimi nataka kukaa kusudi nifanye mapenzi. Sema amena. Ndio maombi inapaswa uombe kwa Mungu. Achana na hivi vitu vidogo vidogo, hivi vitu vya kupita tu. Vitapita. Mungu yeye anajua unahitaji kukula, anajua unahitaji kuvaa. Kwani hajui? Wewe mzazi wa mtoto, umepata watoto ndani ya nyumba. Kuna mtu mwenye atatoka nje akwambia huyu mtoto anataka chakula? Au kuna mtu atatoka nje akwambia mama fulani, huyu mtoto anataka kuvaa nguo, kwa nini unamwacha wewe utamwacha uchi? Si mama anajua, baba anajua mtoto wangu anapaswa kukula, mtoto wangu anapaswa kuvaa. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu anajua, Mungu mtoto wangu anapaswa kuvaa, anapaswa kukula. Ni sharti nimpe mavazi na ni sharti nimulishe. Sema amena. Lakini kwa sababu wewe hautambui maneno ya Mungu, ndio kwa sababu wewe mwenyewe unaanza kutumikisha akili zako na mawazo yako, hautatoboa. Kwa hii dunia nakwambia hautatoboa. Acha Mungu akushuhudie, akushughulikie yeye mwenyewe. So, Waangalieni ndege wa angani. sasa wakwambia wewe mwanadamu, juu mwanadamu huna akili. Juu Mungu mpaka afike pale paache kukulinganisha na ndege. Ni kumaanisha ujitambue. Aseme uangalie kwanza ndege wa angani. Waambie Ya kwamba hawapandi wala ndege wa angani hawapandangi, hawalimangi shamba, wala hawakusanyi ghalani. Rudia. Ndege wa angani. Waangalieni ndege wa angani. Waseme wewe mwanadamu sasa. Ya kwamba Jua ujitambui. Anza kuangalia ndege wa angani. Ya kwamba hawapandi wala hawavuni. ndege wa angani hawapandi wala hawavuni Wala hawakusanyi ghalani. Na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Lakini yeye Mungu Baba yetu wa mbinguni anawalisha wale ndege. Ninyi je? Sasa wewe mtu je? Si bora kupita hao? Wewe mtu si bora kupita ndege wa angani? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua hawezi kuwa jiongeze? Aulize swali mumjibu yeye Mungu. Anauliza swali wewe mwanadamu. Ni yupi mwenyewe akijisumbukia aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Wewe wakati unajisumbukia nitakula nini, nitavaa nini, nitasurvive wapi, nitafanya kazi wapi? Unaweza jiongezea. Kwa mwili wako kuna kitu yenyewe unaweza jiongezea. So, na mavazi ya nini kuyasumbukia? Mavazi ni ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba. Akufananisha tena na maua. Juu tena maua iko na akili kuliko mwanadamu. Maua inajua mimi sitatoka hapa kwa shamba niende kutafuta mavazi hapa. Yeye Mungu atanivika mavazi. Fikirini maua ya shamba. Fikirini wewe mwanadamu, fikiri maua ya shamba. Jinsi yameavyo na hayafanyi kazi. Maua yanamea lakini hayafanyangi kazi. Ushaiona maua inafanya kazi lakini si inamea. Wala hayasokoti. Nami nawaambia. Yeye anawaambia Yesu. Ya kwamba Suleimani katika fahari yake yote. Aseme Suleimani alikuwa na mali mingi, alikuwa na mtu wa mali tele kabisa. Lakini usikie, hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Suleimani alikuwa na mali, alikuwa na mapesa, alikuwa na watu, alikuwa na mang'ombe, mafarasi, lakini hakuna siku yenyewe alivikwa vizuri kuliko maua ya shamba. Licha ya kuwa na pesa, lakini hakupatanga kitu kizuri zaidi ya ile pesa, zaidi ya ile mali. Soma tu. Basi ikiwa Mungu hayaviki hivi majani ya kondeni, ndio yalipo leo na kesho hutupwa kalibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba? Lazima ukuwe na imani. Kuwa na imani na Mungu wako. Jua mimi nitamfuata Mungu, nitazingatia neno la Mungu. Sitakosa kwenda kanisa juu ya mambo ya dunia. Sitakosa kwenda kanisa juu ya kazi. Nitazingatia Mungu wangu kwa sababu Mungu wangu atanilisha na atanivika. Ile imani, kuwa na imani hata kushakia imani yako. Juu shida mwanadamu leo atajipea imani, kesho imani na kufa. Sema amena. Leo anaweza jipea imani kabisa. Mimi kweli sitakuwa naenda kazi. Nitakuwa hakuna siku yenyewe, hakuna Jumapili yenyewe nitaenda kazi. Nitakuwa naenda kanisa. Tafuata neno la Mungu. Sema leo ungoje. Imani ilikufa. Alisahau kama aliyapanga ama alisahau kama alijipea imani, alipanda imani. Lakini unasema imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Ndio sababu inakufa. Jua hauna matendo.
kuwa na imani. Mimi Mungu atanilisha, mimi Mungu atanivika, mimi Mungu atanipea. Sitasumbukia mambo ya dunia, na kweli katika ile imani yako Mungu atakutendea. Ni vile tu watu wanakosa imani na kupalilia imani. Juu imani lazima uipalilie, itakufa ukiiacha vile. Sema amena. Amena. Soma tu. Msisumbuke basi mkisema tule nini. Sasa anawaarifu tena, anawaomba msisumbuke mkisema tutakula nini sasa, Au tunywe nini, au tutakunywa nini, au tuvae nini, au tutavaa nini hii wiki tutavaa nini, au kesho tutakula nini, au leo tutakula nini. Usijisumbukie hayo yote, kwa maana hayo yote mataifa hayatafuta. Sasa ndio tulianza na kusema usianze kujilinganisha na mataifa, usianze kufanana na mataifa, watu wa makanisa za ulimwengu, usianze kufanana na wao. Wewe ni mtu wa neno la rohoni, anza kuwa tofauti na watu wengine. Walikwambia wakati unakosali usipayuke kama vile mataifa wanavyofanya. Wanasimama katika masinagogi, wanaomba kwa sauti kubwa sana kusudi wasikike na Mungu. Washapata thawabu yao, Mungu hatawasikia. Wakasema kama unafunga usikuwe mtu mwenye kukunjamana uso, watu wajue huyu amefunga. Wanaanza kutangaza mimi nimefunga, ajipake mafuta nawa uso nawa kichwa kama vile watu wengine. Omba Mungu kwa siri, naye Mungu afanye nini? Atakusikia. Wanakuambia usijilinganishe na mataifa. Soma. Kwa sababu sisi ndio wanajiulizana, tutakula nini, tutavaa nini, kazi tutapata wapi, tutaishi aje kwa future yetu. Mataifa wanajiulizanga hivyo. Lakini wewe mtu wa imani, si unaishi kwa imani, si uishi kwa imani. Imani yako unaipeleka wapi? Ama unaenda tu kanisani? Ndio sababu nikasema, nianza na kusema, kama unaenda kanisani, jua ni nini yenyewe inakupeleka kanisani. Na kama unaenda kanisani, ulienda na nini na ulitoka na nini. Enda pasipo imani, toka na imani katika kanisa. Sema amena. Amena. Ile imani ndio itakusaidia kule mbele. Unakuwa na imani, mimi sitasumbukia mambo ya dunia, sitajiuliza nitakula nini, sitajiuliza nitakunywa nini. Mungu wangu atanipea. Mungu yeye ako na njia mingi sana za kufanya nini, za kukulisha wewe, ama za kukuhudumia wewe. Au utajua utaona tu kila kitu inajipea. Unaenda unafanya tu kitu kadogo, mambo inakuwa mambo makubwa na unafurahia. Sema amena. Amena. Lakini ukitumia, narudia tena, ukitumikisha akili yako katika hii dunia ndio usurvive, hautatoboa. Watu wanaenda maisha yanakuwa magumu. Mtu anaweka biashara, anaweka madawa kusudi yeye anatumikisha akili yake. Haezi omba Mungu nipe kibali mimi kwanza nikubalike mbele ya watu. Madawa ndio inakubalika mbele ya watu. Wewe mwenyewe hujakubalika, unatumia madawa. Madawa ndio inakubalika. So ile madawa itaishanga nguvu, utafanya nini? Unarudia tena madawa. Na wanasema hivi, kila kitu yenyewe iko na mwanzo, iko na nini? Iko na mwisho. Itafika mwisho. Wakati itafika mwisho utasurvive aje? Unatumikisha akili yako wewe mwenyewe. Watu wa siku hizi wanaongana kwa ajili ya kupata kazi. Mtu aendi kwa kibali yake ama kwa neema yake. Kwa neema tu ya Mungu nilipata kazi. Nilitoa pesa. Siku hizi watu wananunua kazi. Nunua kazi. Lakini siku yenyewe itaishi. Ndio Mungu atakuuliza, unajua kutumia imani? Sasa anza kujifundisha kutumia imani. Na sasa hizo umezeeka. Hiyo imani itakuja kusaidia lini? Soma. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kwa mnahitaji hayo yote. Mungu anajua mnahitaji ile yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Sharti ni moja tu. Tafuta kwanza ufalme wa mbingu na haki yake. Tafuta ufalme wa mbingu na haki yake. Yaani kuwa mtu mwenye haki, mtu mtakatifu, usikosee watu. Na tulianza na kusema hivyo. Hautaomba sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupenee riziki zetu, yaseme makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea. Wewe uko hausamehanani. Utaombaje Mungu rehema? Mungu akusamea, atakusamea. Hawezi kukusamea. Kumbe wanakuambia hivi, kuwa mtu mkamilifu katika njia zako zote. Usikuwe mtu mwenye kulaumiwa, usikuwe mtu mbaya, usikuwe mtu wa makosa, usikuwe mtu wa madhambi. Sema amena. Kuwa mtu mkamilifu. Na utafute ufalme wa Mungu kwanza. Ukishapata ufalme wa Mungu, nini yenyewe itafanyika? Na hayo yote mtazidisha. Ile yote yenyewe unatafutaka kwa hii dunia, unahangaika usiku na mchana, haulali usiku yote mzima. Unawaza tu, maisha yangu itakuwa namna gani? Watoto wangu watasoma aje? Nitalipa aje nyumba? Nitakula aje? Haulali, haupati amani. Jua nini? Wewe mwenyewe unajisumbukia ya dunia.
achia Mungu. Chenye wewe unapaswa kufanya tu ni kukua mkamilifu na kutafuta kwanza ufalme wa nini? Ufalme wa mbingu. Ile ndio kitu yenyewe inasumbua watu sana katika hii dunia. Ukianza kuambia mtu, wewe uache kwanza mambo ya dunia yote, tafuta ufalme wa mbingu, inakuwa ngumu. Watu wanapenda sana mambo ya dunia. Watu wanapenda pesa kuliko Mungu. Aseme uweze tumikia mabwana wangapi? Wawili. Utapenda mmoja, utachukia mwingine. Ama utashikamana na mwingine sana na mmoja mwingine utafanya nini? Utamwacha. Tafuta kwanza ufalme wa mbingu. Ndio huu wenyewe tuko ndani. Si ufalme wa mbingu ushauona. Si ufike mwisho. Ukifika mwisho, Mungu atakuzidishia. Hakuna siku yenyewe Mungu ataacha ulale njaa. Hakuna siku yenyewe Mungu ataacha uhangaike. Utalala leo, kesho uko na pesa. Sema amena. Amina. Soma. Basi msisumbukie ya kesho. Msisumbukie ya kesho. Kwa kuwa kesho itajisumbukia. Acha kesho yenyewe ijisumbukie. Wewe unajisumbukiaje ya kesho? Na kesho si iko. Acha kesho ijisumbukie kwa ajili yako. Sema amena. Siwache sasa dunia ianze kukutumikia. Wewe unatumikia dunia badala dunia ikutumikie. Mungu aliweka mwanadamu kwa ardhi, kwa dunia, aitawale dunia na vyote vilivyomo. Sasa wewe vyote vilivyomo vinaanza kukutawala na dunia yenyewe inakutawala. Siwache kesho ijisumbukie kwa ajili yako. Ijue huyu mtu atapita hapa, huyu mtu atapita hapa, hata survive hivi. Wewe sasa ndio unaanza kujiuliza, kesho nitafikia wapi? Kesho nitafanya nini? Omba Mungu, Mungu atafanya ile ingine. So, Yatosha kwa siku maovu yake. Aseme na anafungia pale. Inatosha kwa siku maovu yake. Kama ulitendanga maovu, siuachie hiyo maovu pale. Kwa nini unaendelea kutenda maovu? Kwa nini unaendelea kuharibu njia za Mungu? Kwa nini unaendelea kujikosanisha na Mungu? Kwa nini unaendelea kujiachanisha na Mungu? Ile maovu yenyewe umeishi kutenda, haifikange mwisho, hauchoki nayo. Yatosha maovu kwa siku yake. Soma Mathayo 7 kuteremka. Msihukumu msije mkahukumiwa. Aseme tulianza na mambo ya msamaha na mambo ya usifanane na mataifa. Lazima tukue tofauti kabisa na mataifa. Sema amena. Kama wewe ni mtu wa Mungu, usianze kuhukumu. Nani mwenye anakupea nguvu au utawala wa kwanza kuhukumu mwenzako? Huyu alitenda hivi. Sawa, alitenda hivyo. Ni yeye na Mungu. Watajuana yeye na Mungu. Wewe mwachie, msamehe na umwachie. Acha kuanza kumhukumu. Wewe unifanyanga hivi, tutaona kama utafanya hivi na hivi. Wewe ulinifanyia hivi, acha siku usianze kuhukumu. Wewe si jaji. Mhukumu Mungu wako wapi? Mbinguni. So ukihukumu utafanywa nini? Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo. Soma na sauti. Kwa kweli hukumu yenyewe wewe unatumia kuhukumu wenzako, ndio mtakayohukumiwa. Ile ndio na wewe utahukumiwa. Juu wewe unajisahau wewe ni mwanadamu. Kuna siku yenyewe utatereza na utatenda ile tendo lenyewe wewe umesha hukumu mwenzako. Utahukumiwa na wewe. Na kipimo kile mpimiacho. Na kile kipimo chenyewe wanadamu wanapimia. Ndicho mtakachopimiwa pia. Basi mbona mkiwa Sasa wewe unaanza kuona mtu mwingine ni mbaya kukuliko. Wewe ndio mtakatifu. Basi wewe mbona waanza kuona kibanzi ndani ya jicho la mwenzako? So, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Na boriti iliyo ndani ya jicho. Sasa wewe unasahau kama wewe uko na boriti mzima ndani ya macho. Mimi nauliza hivi. Kama wewe uko na boriti ndani ya macho, unawezaje kukiona kibanzi ndani ya jicho la ndugu yako? Na huku wewe umejaa maboriti ndani ya macho. Yaani wewe ndio mbaya kabisa. Wewe ndio uko na chuki, wewe uko na fitina, wewe uko na ubaya na tamaa ndani mwako. Unaanza kuona huyu venye amelewa sasa. Ona huyu venye ako malaya. Au ona huyu venye ni mzinifu. Wewe mwenyewe uko na chuki, uko na wivu ndani mwako, uko na fitina. Si mko sawa sawa. Hata kwanza wewe ndio mbaya kwa sababu yeye anatenda dhambi yenyewe inaonekana kwa macho, lakini wewe unatenda dhambi yenyewe haionekani kwa macho. Ukumbuke vizuri tulifundisha hili. Kuna ubaya au dhambi ya kuonekana kwa macho na ubaya isiyoonekana kwa nini? Kwa macho. Sasa wewe unahukumu mwenyewe anatenda ubaya mwenyewe unaonekana kwa macho. Na wewe mwenyewe unafanya ubaya usioonekana kwa macho, haujihukumu. Wewe unajiona mtakatifu. Wewe ndio mbaya sana kwa sababu hakuna dhambi mbaya yenyewe inatokanga ndani ya wewe mwenyewe. Chuki ni kitu mbaya sana. Wivu ni kitu mbaya. Inaweza kukufanya hata uwe mtu. Chuki tu.
na wivu. Mtu akivaa nguo kazuri unaanza kusikia vibaya ndani, unakasirika kabisa ndani. Juu ya nini? Chuki tu, unamchukia bure. Juu amevaa vizuri, anaishi vizuri, unaanza kumchukia. Alipata kazi, unaanza kumchukia. Heri mlevi yake anaenda tu kwa baa, analewa, anakuja tu, hata kama utamchokoza na kutusi na anaenda. Lakini wewe unakaa na chuki ndani ya moyo wako, unabeba hasira kabisa. Kwa nini anawezaje vaa hivi? Ona vijana anajifanya kwa barabara, unaanza mpaka kumchonganisha kwa watu. Sema amen. Wewe ni mbaya sana kuliko wale wenye wanatenda dhambi ya kuonekana kwa macho, kwa sababu wewe unajificha, lakini wewe ndio mbaya kabisa. Nyoka anaonekana mzuri, mpole, anakuja tu pole pole, lakini anaanga speed pole pole, lakini akikupata kisigino anakuuma na anatoroka kabisa, anaenda. Ndio wewe. Heri simba mwenyewe anatokea kule anaguruma, kwanza unaweza toroka, si ndio? Heri simba anaweza akikuona sharti ya gurume, anaanza kuguruma. Ile mguruma unaweza kimbilia pale ukaokoka. Lakini nyoka anakuja pole pole ndani ya manyasi, anakufikia. Ona, nyoka ana ubaya, sawa? Nasikia amekugonga kisigino, amekupea sumu, wewe unabaki pale ukiangamia. Ndio mtu wa chuki, mtu wa wivu ako hivyo. Anajifanya rafiki, kumbe anakuja kukupeleleza. Anajifanya rafiki wako wa kabisa. Utasikia maneno kule, kumundisha hii maneno nafikaje huku, ni yule rafiki yako. Ni nyoka. Anakukula pole pole. Sema amena. Mtu wa wivu, mtu wa chuki, mwenye anatenda dhambi isiyoonekana kwa macho. Soma twende. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, ndio, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalia? Wewe uangalie kwanza ubaya wako wewe mwenyewe kwanza. Si uangalie mimi na hii wivu yangu, si niache tu sasa namuonea wivu kwa nini kweli? Namchukia kwa nini? Mbona niko na hilo mistake? Si ujiamulie wewe mwenyewe kwanza. Ujitoe ile boriti ndani ya macho. Au utamwambiaje ndugu yako? Wakakwambia jicho ndio taa ya nini? Ya mwili. So kama jicho lako limejaa viboriti ndani ya mwili, si mwili shakuwa zikiza. Ndio ile mambo yenyewe tulianza nayo. So au utamwambiaje ndugu huyo, niache nikitoe kibanzi? Sasa wewe unapata wapi nguvu ya kwenda kutoa ndugu yako ile kibanzi ndani ya jicho lake? Wakati yeye akikuangalia hivi, anaona maboriti ndani ya macho yako. Anashangaa huyu sasa, unakujaje kunicorrect ati nimefanya wewe ubaya? Na wewe mwenyewe unafanyanga hivi. Si wewe mwenyewe unakujanga usiku umelewa? Ati nilikusema aje? Wewe unaanza kumshutumu. Na yeye mwenyewe anajua ubaya wako. Wewe unaenda kumkosoa. Na yeye mwenyewe anajua makosa yako pia venye unafanyanga. Kwanza jirekebisha. Ukishajirekebisha, ndio sababu anasema usihukumu. Jirekebisha alafu muombe Mungu, Mungu amubadilishe. Sema amena. Amina. Mtu mbaya, hakuna mwenye alizaliwa akiwa mwema. Watu wanaingia katika ubaya, lakini ukishapata njia ndio unapata tena mwangaza wa kurudisha wapi? Kwa njia ya Mungu. Na wakati unapata njia ya kurudi kwa Mungu, basi itembelee vizuri. Anza kuwa mtu mwenye neno, mtu wa neno. Usikuwe kama mataifa. Soma twende. Mnafiki wewe. Afuinde mnafiki wewe. Itoe kwanza ile boriti katika jicho. Sio kwanza ile boriti katika jicho lako. Ndipo utakapoona vema. Ndio sasa utandoko zamani kaulize kama uko na maboriti ndani ya macho. Unapataje wapi uwezo wa kuona kibanzi ndani ya jicho la mwenzako? Kwanza utoe yako kwanza. Toa ubaya wako kwanza. Wewe uwe mtakatifu, ndio utaanza kuona ubaya wale wengine. Na kama utaona ubaya wale wengine, usiwakemee wala usiwahukumu. Waongeleshe, waonye katika neno la Mungu. Mwambie hivi na hivi ni vibaya, hivi na hivi ni vibaya. Neno la Mungu linasema hivi na hivi. Pole pole mtu atasema yeye kweli. Acha nisikize dada yangu, ama acha nisikize kaka yangu. Ananiambia neno la Mungu na kweli napaswa niache ubaya kusudi niko mtakatifu kama yeye. Sema amena. Lakini wewe unaenda kumuonya uache hivi, wewe mwenyewe unatendanga hivi. Atakucheka sana. Atakwambia wewe ujitengeneze kwanza. Wewe mwenyewe umelemewa kujitengeneza. Na unataka mwingine ajitengeneze aje sasa? Haiwezekani. So, msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Aseme, usiwape mbwa kilicho kitakatifu. Wewe mbwa inakulanga nini? Ile yenyewe wanasema usimpe mbwa kilicho kitakatifu. Mbwa inakulanga nini? Super. So mifupa ni mitakatifu. Mifupa inaweza kuwa mitakatifu. Mbwa inakulanga nini? Tu anasema usimpe mbwa kilicho kitakatifu.
Ni nini chenyewe kinaweza kuwa kimetakaswa ndio wanasema usimpe mbwa? Soma tuona kiuko pale. Vile chiko utapata. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Usimpe mbwa, ukiona hiki ni kitakatifu, usimpe mbwa. Mbwa mpe kilicho kichafu kwa sababu ya mbwa anakula vitu vichafu. Sema amena. Amina. Wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Asema ukiona nguruwe mbele yako, usichukue lulu yako sawa sawa na dhahabu. Usichukue ukatupa mbele ya nguruwe. Kwa sababu nguruwe itafanya nini? Wasije wakazikanyaga chini ya miguu. Watakanyaga zile lulu kwa sababu hawajui dhamana ya lulu. Wewe ndio unajua. Sasa zile nguruwe sijui zimezoea matope, zimezoea uchafu. Sababu na vile mbwa amezoea kukula mauchafu, matakataka. Kwa sababu unaona anaenda kula kwa mapipa, anaanza kuokota mauchafu, na kula mauchafu. Vyakula vyenyewe vimeoza. Sawa sawa na nguruwe. Ndio tabia zao zinafanana. So kama uko na ile lulu, usitume mbele ya manguruwe, zitakanyaga kwa sababu hazijui maana ya nini ya ile lulu. Sema amena. Amena. Usikuwe mtu wa kwenda. Acha tusiseme vile juu hautaelewa vizuri. Soma. Wakageuka na kuwararua. Watageuka na kuwararua. Wale ukitupa tu lulu mbele ya manguruwe, watakanyaga kisha watageuka na kuanza kuwararua. Ndio sababu tukasema last Sunday ndio tulifundisha tukihubiri tukisema kama usikuwe kama wale Mafarisayo wenyewe wanatembea ndani ya masoko wakisalimiwa na watu, wakisalimiana na watu, wakijionyeshana na watu. Wenyewe wakienda kwa karamu, kazi yao kubwa ilifanya nini? Kuandaliwa vile viti vya nini vya mbele. Wakipita kwa mabarabara wanapenda tu kusalimiana. Hello mchungaji, hello pastor, Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe vile. Yaani usikuwe vile, ndio ninasema kwa ajili ya ile andiko nyame soma pale. Nguruwe watageuka, watafanya nini? Watakurarua. Huko na neno la rohoni. Unaona watu wabaya. Wale watu wabaya, usiende na wao ukaanza kuwakemea. Ukawaambia mimi nishapata neno la roho. Neno la roho linasema hivi na hivi na hivi. Hiyo ndio kutupa lulu mbele ya nini? Ya nguruwe. Wataikanyaga. Neno gani hilo? Wewe wapi kulisema? Wapi? Venye unaweza enda kuambia mtu ile ubatizo wenyewe unabatizwanga, ile ubatizo wa maji haifai kubatizwa hivyo. Wewe haifai kubatizwa hivyo. Wanasema mtu anapaswa kubatizwa kwa maji mengi. Unamwambia lakini sio hiyo. Unatupa lulu mbele ya nguruwe, zitakanyaga. Kwenda huko. Wewe ni kwa nini maji gani? Si hii maji ndio mtu anapaswa kubatizwa nayo. Wakugeukia kurarua. Wataanza kugeukia, wataanza kukurarua. Ninyi ndio mnajifanyanga, ninyi ndio wale shakahola. Wanaanza kufananisha na shakahola. Na wewe ni mtu wa kweli, lakini tatizo lako ulitupa lulu mbele ya nini? Ya nguruwe. Zikakanyaga juu azijui za maana ya hii neno. Sema amena. Amina. Tafuta mtu mmoja unamueleza. Akikataa unamweka pembeni, unamuombea Mungu. Basi Mungu, mimi nimemhubiria amesikia. Kwa mapenzi yako umfuate, kama ataamini sawa, kama utapendezwa na yeye sawa. Hivyo ndivyo unapaswa kufanya. Sema amena. Amina. Kweli. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Nyinyi mnaombanga mnapewanga? Swali. Mungu anasema ukiomba tu lazima upewe. Wewe wakati unaomba unapewa? Mungu anasema omba nawe utapewa. Tafuta utapata, bisha utafunguliwa. Soma kwanza. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Si uombe nawe utapewa. Tafuta utaona, bisha nanyi mtafunguliwa. Sawa. Nimeanza na kuuliza. Omba utapewa. Wakati unaomba unapewa? Inakuwa kimya mu Yerusalemu. Tafuta utaona. Wakati wewe unatafutanga nini kwanza? Tukianza kusema tafuta, wewe akili yako isharuka kwa mambo ya dunia. Na nishaanza kule mbele kukuambia usijisumbukie na mambo ya dunia. Ya dunia mwachie nani? Mungu. Sasa wanasema omba utapewa. Utapewa nini? Na wewe unaomba nini? Tafuta utaona. Unatafutanga nini? Na utaona nini? Bish, soma. Kwa maana kila ombaye. Soma kwanza bish. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sawa.
Tumeanza na wewe unaombanga unapewanga. Jua na au unaombanga nini kwanza? Tuache hiyo. Sawa, tafuteni mtaona. Wewe unatafutanga. Ni kazi, ni maisha, ni pesa, ni chakula, ni mavazi. Ndio za kwako zile. Unapatanga, unaonanga. Haya, bisha ufunguliwa, unabishanga wapi? Kwako tu kwa nyumba ama kwa marafiki. Sema amena. Aseme bisha utafunguliwa, unabishanga wapi? Na sasa kama unasema omba utapewa, unaomba wapi? Unaomba nini? Sawa, tuachane na vile. Sasa unasema tafuta utaona. Unatafutanga wapi? Sawa, alafu utaona unaonanga nini? Mumpigie kwanza makofi amejitahidi. Amena? Amina. Sawa, amejaribu sana. Taomba utapewa, tafuta utaona, bisha utafunguliwa. Yesu amesimama mulangoni mwa moyo. Yesu amesimama mulangoni mwa moyo, ili akuokoe wewe unayepotea, ili akuokoe wewe unayepotea. Haleluya, haleluya. Amen, amen, haleluya, haleluya, amen. Si amesimama kwa mlango, si ubishe. Sema amen. Mlango gani? Soma tuende. Aseme mimi ndiyo mlango wa zizi. Ndio mtu mwenye anasemanga vile. Sasa kwa ile mlango siduna, sema amen. Amen papa. Sasa tukakufundisha neno tamu kama ile papa hutaki tena. Wao wanajua mlango ni nini. Wanajua jinsi mtu anagonga. Kwanza wanajua jinsi ya kunoko. Watabisha mlango gani? Na hata before wanajua jinsi ya kuonga kwanza. Kubisha. Soma twende. Kwa maana kila ombaye hupewa. Kwa maana kila ombaye hupewa, lakini ukumbuke kuna Mungu anasema kwa kitabu fulani, watu wangu wanaomba lakini hawapati. Kwa sababu ya nini? Wanaomba vibaya. Alafu na sasa hapa si anasema omba utapewa. Naye atafutaye huona. Ukianza tu kuomba, sharti upewe. Na ukianza kutafuta, sharti ufanye nini? Uone. Sasa wewe unatafuta kitu yenyewe uonangi aje? Kwani wewe ni kipofu? Ukianza kutafuta, sharti uone. Na ukiomba, ni sharti upewe. So, naye atafutaye hupata. Mwenye anatafuta lazima apate. Naye abishaye hufunguliwa. Ukibisha tu, bora tu ujue formula ya kubisha. Nani mwenye alikwambia kwa kubisha mlango, sharti uinue mkono hivi, uwezi bisha hivi. Ni swali mimi nauliza. Nani mwenye alikwambia ukitaka kubisha, sharti uweke mkono hapa, unagonga. Uwezi gonga hapa hivi. Kwani ukigonga hapa hatafungua. Na unagonga mara ngapi papa? Kwani unagonga 2, ukisikiza vizuri. Sharti ujue jinsi ya kufanya nini? Ya kubisha. Kwa na formula ya kubisha ndio utafunguliwa. Sema amen. Amina. Soma. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akiomba mkate atampa jiwe? Sasa ni nani mzazi kwenyu mtoto akikuja kukomba, baba unipe mkate, mama unipe mkate, namwambia mtoto wangu ndio ile jiwe, uchukue ile jiwe ukule? Au akiomba sasa wewe uone ile andiko inafanana na ile yenyewe shetani alimjaribu na Yesu. Hii mkate uibadilishe ikuwe hii jiwe, uibadilishe ikuwe mkate, na ile mkate bado unaweza ibadilishe ikuwe nini? Inaweza kuwa jiwe. Hauoni inafanana na ile? Sasa kama hujui maana ya shetani kumwambia Yesu, hii si ubadilishe hii jiwe ikuwe mkate. Nani mwenyewe kwake mtoto anaweza muomba mkate ampe ile jiwe? Akikomba mkate utampea mkate. Soma. Au akiomba samaki. Samaki ni tofauti na nyoka. Mtoto hawezi, baba mimi nataka kukula samaki leo. Unaenda unamshikia nyoka na kumwambia basi chukua hii nyoka ukule, ndio samaki ya. Sema amen. Haiwezekani. Kama anakuomba mkate utampea mkate, na kama anakuomba samaki utampea samaki, utampea nyoka. Tuende tu. Basi ikiwa ninyi mlio waovu. Sasa wanakuleta kwa wewe
watoto wenu vipawa vyema. Muniimbie ile wimbo kwanza. Ndio kwa sababu niliwaambia hii kanisa nyimbo zake ni mafundisho na ni mahubiri na ni neno la Mungu. Enyi mlio waovu, Ndio vile mnajua kwamba wana wenu zawadi nzuri wanazowaomba si zaidi za baba yenu. Baba yenu Atawapa Roho Mtakatifu kwa yeyote ana. Sema tena. Ndio vile. Soma sasa. Soma. Je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni? Rudia pale kwanza. Enyi mlio waovu. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, Kama ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. ndio watoto wenu wanaoombanga nyinyi. Wewe kama uko tu muovu, wewe na ile uovu wako. Lakini mtoto wakati anakuomba haumpeangi vitu vibaya. Unajua kumpea vitu vizuri. Licha ya wewe ni muovu. Sasa yule Mungu mtakatifu yeye atakupea nini? Kama wewe muovu, unaweza kupea mtoto wako kitu kizuri. Na yule Mungu mtakatifu yeye atakupea nini? So, Je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni? si zaidi sana baba yenu aliye juu mbinguni Atawapa mema wao wamwombao. atawapa mema. Ndio Roho Mtakatifu mwenyewe anawaongoza. Ukiwa na Roho Mtakatifu utapata kila kitu yenyewe unataka hapa chini ya. Sema amena. Ndio sababu Yesu akamwambia Petero, mkaa hapa Yerusalemu mpaka wakati nitamtumia yule Roho msaidizi. Atawasaidia kwa kila juhudi na atawakumbusha yote niliyowaambia. Sema amena. Kama Yesu alikwambia ukitaka pesa pita hii njia na hii na hii na hii utapata pesa. Ukitaka kazi pita hii njia na hii na hii na hii utapata kazi. Unakuja unasahau. Lakini kama utatumiwa Roho msaidizi atakukumbushanga. Maisha inakuwa magumu. Yesu alisema hivi. Maisha ikiwa magumu, unasimama, unaomba hivi na hivi na hivi, maisha inakuwa rahisi. Si ndio mafundisho yenyewe tunafundishanga? Kama unaona magumu imekuzidi sana, waseme pale, omba na wewe utafanya nini? Utapewa. Si ukuje tukuonyeshe jinsi ya kuomba, uone kama hutapewa. Ukuje uniulize, papa, nimefanya na wewe mwaka mzima, nimetembea na wewe kwa hii kanisa mwaka mzima, lakini bwana maisha yangu haibadiliki. Ukuje uniulize, ndio tuulize Mungu sasa, kwani wewe Mungu ni muongo? Sema amen. Amina. Soma 20. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, Yote yenyewe wewe unataka utendewe na watu. nanyi watendeeni vivyo. Si ndio wewe unataka utendewe tu wema. Wewe unataka tu ufanyiwe vizuri. Wewe mwenyewe ni mbaya. Unatendea watu mabaya. Unachukia watu. Unatusi watu. Unasimanga watu. Unawachonganisha. Wewe unataka upendeke. Wewe unataka upate kibali. Wewe uendange tu kazi. Yule mwingine unataka afutwe. Venye wewe unataka ufanyiwe ndivyo vile wewe unapaswa kufanyia wale wengine. Ndio mtu wa Mungu. Usikuwe mtu mbaya. Wewe unataka utende tu ubaya lakini wewe ufanyiwange vizuri. Kwa hii kanisa tufundishi hivyo. Tunakufundisha ukuwe mwema kwanza. Ujione bora sawa sawa na vile wenyewe unaona wengine wako bora. Usijione mbora kuliko wengine, hapana. Waone bora venyewe unajiona uko bora. Sema amena. Amina. Na kama unataka kutendewa jambo, anza kwanza ujiulize na wewe unatendeanga wale wengine. So, maana hiyo ndio Torati na manabii. Maana hiyo ndio Torati na manabii. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Si ndio tukaanza kusema hapa lazima ile mlango ndio unapaswa kubisha. Jua anasema bisha utafunguliwa. Na ile mlango yenyewe unabisha ni mlango mwembamba. Ndio sababu nikauliza, wewe unajua unanokia huku juu ama ni huku chini? Kwanza tukupe formula ya kunoku ile mlango. Na before unoke ile mlango, papa kauliza wanajua ni mlango gani? Tukaiguzia tu kidogo tukaruka. Lakini soma pale. Ingieni kwa kupitia mlango. Waseme muingie kwa kupitia ile mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana. Lakini wanakwambia kwa kuingia, ingia ile mlango mwembamba. Maana mlango ni mpana, kumbe kuna milango mbili, mwembamba na mpana. So, ile mpana sasa aje tukwanze tuigusie. Na njia ni pana iendayo. Sasa ile mlango ni gate. Gate yenyewe iko wazi. Geti ya shule saa 11:30 hapo ama na dakika 10 ya shule inakwanga wazi. Ile njia ni pana na mlango yake iko wazi, ni kubwa. So,
Nao ni wengi waingiao kwa Sasa kwa ile mlango ni pana na njia ni pana, watu wengi wanaingia ile mlango, wanaenda katika ile njia. Kwa sababu ya nini? Hawataki kusukumana na watu. Wao wanataka tu watembee kama mabosi. Juu ya nini? Mlango ni pana, hakuna pahali utasukumana na mtu. Hakuna pahali utafinyana na mtu kwa barabara mnatembea hivi. Mnatembea kama starehe. Lakini ile mlango anakuambia gonga ni kembamba. Nayo njia watakwambia njia penye inasifanya kwanza, lakini soma. Bali mlango ni mwembamba. Usikie, bali mlango ni mwembamba. Yenyewe sisi tunaingia ndani. Yenyewe tunabishabisha. Ni mwembamba kabisa. Na njia yenyewe inapita kwa ile mlango. Na njia imesonga iendayo uzimani. Inasonga sana. Yaani inafinyana kabisa. Imeshika ile kanjia kambamba. Hata wewe kupita unapita hivi na uko peke yako. Mlango lazima, ndio kwa sababu Yesu akasema mizigo yako uitue. Usibebane na mizigo kwa sababu mlango hauwezi pita kwa kale kama mlango ukiwa na mizigo yako. Ni sharti upite wewe peke yako. Ndio kichungi yenyewe inachungiwanga pale. Unapita wewe peke yako. Huwezi pita na kitu kingine. Mlango ni mwembamba. Na njia ni inasonga sana. Unacheza na hii njia. Njia inasonga sana. Iko na magumu, iko na majaribu, lakini ni njia yenyewe inafanya nini? Inaenda uzimani. Faida gani uende kwa njia iko na mastarehe? Njia yenyewe utatawala kwa kutembea, lakini mwisho wake unaenda kuanguka kwa shimo la moto. Amina. Sisi ungangana na hii mlango nyembamba, njia yenyewe inasonga sana, lakini inaenda uzimani. Ukifika sasa destination, unaanza kufurahia matunda ya wokovu wako. Unaanza kufurahia hukumu mwenyewe ulipitia kwa kufuata hii kanisa. Unaanza kufurahia kukula matunda yenyewe. Ndio kwa sababu tunasema fuata mafundisho, fika mwisho. Uone uzuri wa hii kanisa. Uone uzuri wa hii neno. Hili neno hakuna mwenye atakuja kukutawalanga tena. Hakuna mwenye atakuongozanga, ni wewe peke na Mungu. Unabaki ni Mungu na wewe, sawa sawa na vile Musa na Mungu. Hakuna mwenye aliongozanga Musa, ni Mungu peke. Ndio hii njia inaendanga kule. Unaanza kuongozwa na Mungu peke yake. Na wewe unaanza kuongoza watu wengine. Sema amina. Soma tuende. Na waionao ni wachache. Wenyewe wanaiona ni wachache ile njia. Ndani njia wanaiona ni wengi. Yesu akasema, furahini kwa sababu nyinyi mlipata neema ya kusikia hili neno. Wakati wa mitume ulimuuliza, Yesu, kwa nini kwa mataifa unaongeanga kwa parables na sisi huku natufundisha tunajua maana ya maandiko? Akawaambia, nyinyi mlipata neema, mfurahia sana, mlipata neema ya kusikia hili neno la roho. Kwa sababu au hata nikiwaambia namna gani, masikio ni mazito na mioyo ni mizito, ni migumu, hawezi pokea hili neno la rohoni. Wanacheza tu na kwenda kuaminisha mtu kupitia hili neno. Kama sio wa Mungu mwenye alijaliwa na Mungu kusikia hili neno, hawezi. Kwa sababu wanasema hii njia ni njia nyembamba na inaenda wapi? Uzimani. Lakini wenyewe wanaiona ni wachache. Wanaonanga ile njia pana. Ndio sababu unaona mtu anaweza fungua kanisa leo, next Sunday watu washacha. Juu ya nini? Mlango ni pana na njia ya kwenda kule ni pana. Ndio sababu anasimama tu hivi leo Sunday watu washacha. Lakini njia ya uzima mnafanya miaka. Jua nini? Watu hawaioni. Soma. Jihadharini na manabii wa uongo. Mjihadhari na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Sasa unawajianga wamevaa nini? Mavazi ya kondoo. Walakini kwa ndani wanajifanya wazuri kabisa, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Ndani ni mbwa mwitu wakali, wenyewe kurarua. Sasa wanakupembeleza. Itafika saa yenyewe njaa itawalemea, watatoa sura yao ya ndani sasa. Na utasema mimi bwana nini kondoo bwana? Kumbe ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu inafanya nini ndani ya kondoo? Inawinda. Sema amena. Sina winda. Sasa wewe kondoo unaona mchungaji ni mchungaji mzuri sana, anafanyanga hivi na hivi. Wanajua kubembeleza mwanzo, wanavuta tu. Lakini hata wafike kwenye mipango yao, juu wakianza lazima waandike. Tutaenda hivi. Siku itafika na sisi tutaamuka. Ndio wanaanza kukukamua sasa wewe. Wanakufinya kabisa kama ndimu. Ndimu inaisha mpaka unaitikisa hivi na ni ndimu kali. Unaitikisa hivi, itoe ile maji yote kabisa. Ikishatoa, unakonga ndani na ile mkopo. Unaitupa. Ndio manabii manabii wa uongo wanafanyanga hivyo. Wanakukamua kabisa. Unabaki zero.
unakuwa useless, hata wakuoni. Amina. Samahani sana. Twende. Mtawatambua kwa matunda yao. Asema tutawajuaje? Ile swali ndio tulipata tena kwa ndugu yetu wakati tulienda. Sasa wale manabii wa uongo tutawatambuaje? Tutawajuaje kweli huyu ni nabii wa kweli, huyu ni nabii wa uongo? Mtawatambua kupitia nini? Je, watu huchuma mizizi? Mtawatambua kwa matunda yao. Aulize, je, watu huchuma zabibu katika miiba? Mwiba imezaa matunda yake. Wewe utatafuta, mimi nataka kukula mzabibu, unaenda kuchuma kwa miiba. Au tini katika mibaruti? Unatafuta tini, unaenda kwa mbaruti kutafuta tini kwa mbaruti. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Unaenda kutafuta machungwa kwa ndimu. Hapana, ndimu hakuna siku yenyewe itazaa matunda ya yenyewe inaitwa machungwa ama maembe. Kama ni ndimu itazaa tu ndimu ile ukali tu. Hata kama itaanza kukubembeleza mwanzo, lakini wewe onja kwanza. Unaonja. Mbona iko na ukali? Inakudanganyisha na ladha kidogo. Unaonja tayari hapa na hii ni ndimu. Utaitambua tu hii ni ndimu. Sema amen. Amina. Mtu muongo utamjua tu huyu ni muongo, sio mfuate tu. Jua nasema jaribu, msiamini kila roho, bali zijaribuni zile roho kama zinatoka kwa Mungu au zinatoka kwingineko. So yule mnabii ukimjaribu utajua huyu mtu hapana. Huyu mtu si mtu wa Mungu. Soma twende. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Vivyo hivyo mti mwema. Zile zenye Mungu aliyekanga pale kwa shamba la Edeni, wa uzuri, wa mema na mabaya. Sasa mti mwema. Mti mwema huzaa matunda mazuri. Mti mwema huzaa matunda. Kumbe kuna kwa na mti mwema papa na mti mbaya. Mti inawezaje kuwa mwema? Mti inawezaje kuwa mwema? Ukitazama hivi mtu utaona ni mwema. Huyu mtu ni mwema, ni mkamilifu. Kwanza soma. Mti mwema huzaa matunda mazuri. Mti mwema, huyu ni mti mwema, hauna ubaya. Sasa mti inakwaje na ubaya? Soma kwanza tena. Na tuendelee tuna. Na mti mwovu huzaa matunda. Sasa acha tuachane na mwema. Labda mwema unaelewa vibaya. Sasa mti muovu huzaa matunda mabaya. Mti muovu huzaa matunda mabaya. Sasa mti uovu wake ni nini kwanza? Uniambie, uovu wa mti ni nini? Uovu wa mti ni nini? Mti inafanyanga uovu gani? Papa, mti mwovu. Sasa nitajua aje mti mwovu? Wache kwanza kujua mti inafanya uovu gani? Mti mwovu unafanya uovu gani? Sema amena. Si ndio lazima utafute mti ni nini? Juu kuna mti mwovu na mti mwema. So, mti mwovu utazaa matunda mabaya na mti mwema utazaa matunda mazuri. Matunda mema. Soma, tumalize. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Mti mwema hakuna siku yenyewe itazaa matunda mabaya. Baba, kama wewe ni mwema tu, wewe ni mwema. Hata mtu ajaribu kukubadilisha namna gani, utamfuata tu kidogo, utasikia hapana, hii njia inakataa. Unarudi tu kwa ile njia yako. Na kama wewe ni mtu muovu, wajaribu sana kukubadilisha uache uovu. Kama wewe ni muovu tu, unarudi tu kwa uovu wako. Unakuwa ndio sababu unaona Sunday watu wanaokoka kabisa. Leo Mungu akikuja watu wote wanaenda wapi? Mbinguni. Juu watu ni watakatifu ndani ya mioyo yao. Lakini pima tu masaa ya kutokea kanisa. Friday. Si masaa, Friday ni mbali papa. Kukanyaga tu mlango hapa. Kupiga tu macho nje. Mti mwovu narudilia maovu yake. Juu hakuna siku yenyewe mti mwovu itafanya nini? Itazaa matunda mema. Na hakuna siku yenyewe mti mwema utazaa matunda maovu. Baba, wewe ni kama ni muovu, utakuwa tu muovu. Mpaka Mungu yeye peke aseme huyu mtu wangu utambadilisha. Soma. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri Kila mti usiozaa tunda zuri kukatwa. Sasa usikie pale ndio kuna kujia taabu. Wewe umepanda miti ya matunda kwa shamba yako. Unangojea mpera, utoe mapera, hautowangi.
Sawa, acha tu labda itakoma, acha ningoje the next season. Ile season nyingine nafika. Unangoja miti nyingine yote majirani imetoa mapera. Yako haitoangi. Utaendelea kana hapo pita kusaidia nani? Kivuli. Ha? Unakata na kutupa motoni, unaichoma hata makaa. Sema amena. Amena. Mti yenyewe itoi matunda, unakata na kutupa motoni. So, Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Wala mti mwovu huwezi kuzaa matunda mazuri. Ndio, haraka. Kila mti usiozaa tunda nzuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndio. Ndiposa kwa matunda ya matunda yao mtawatambua. Ndio. Na si kila mtu Sasa unasikia watu ndio tulianza vizuri. Wewe mwenyewe unaenda kanisani, unajua shabaha yako ya kwenda kanisani? Au tunaenda kuabudu Mungu? Si tulianza vile? Wewe unaenda kuomba Mungu. Sawa. Lakini unajua shabaha yako ya kutoka, unaanza shughuli zote, unaenda kanisa. Kuna wengine wameenda kufurahia, wameenda kupati. Wewe uko hapa usikize tu neno la Mungu. Shabaha yako ni nini? Aseme, si kila mtu mwenye ataita Bwana Bwana. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Si kila mtu mwenye anasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana ni mwema, ni mwokozi wa maisha yangu. Si kila mtu mwenye ataingia katika ufalme wa mbinguni. Wengine wanasema tu juu wanasikianga, watu wanasema hivyo. Jua shabaha na maana ya wewe kuenda kanisani. Jua shabaha na maana ya wewe kuabudu Mungu. Amina. Usifuate neno la Mungu juu ya mtu alifuata. Usiende kanisani juu ya watu wanaenda, hapana. Usiende kanisani juu umekosa kitu ya kufanya kwa nyumba, hapana. Enda kanisani ukiwa na shabaha. Nataka kumjua Mungu kwa kweli, nataka kumwabudu Mungu kwa roho na kweli, nataka kuingia katika uzima wa milele. Sema amena. Ndio shabaha yenyewe inaweza kukupeleka